Please give me the lady's name and address. Takes on a date. I'll at least know what... Oh yeah. Here we go. Ni majira ya usiku, namuona kiumbe wa ajabu katika nyumba ya juza mmoja hivi ambaye anafahamika kwa jina la Lilian. Basi taratibu kiumbe ananyata, anaingia ndani kutoa mto wai. We, kama bahati vile bibi akashtuka. Ni masaa 13 baadaye, tunamuona afisa upelelezi aitwaye Roman akija kwenye makazi ya Dr. King. Huyu dokta ni mbobezi wa masuala ya afya ya akili. Kwa hiyo afisa upelelezi amekuja hapa kwa ajili ya kuweza kutatuliwa swala lake moja hivi ambalo limekuwa likimchanganya sana katika akili yake. Anasema kwamba amekuwa akitokiwa na vitu vya ajabu, mara vitokee, mara vipotee, mara vimtishe viseme kwamba vinataka kumuua. Kwa hiyo hata kazi kuna kipindi amekuwa anashindwa hata kufanya kwa sababu ya hofu. Mdoto amekuwa ni mtu wa kuishi kwa hofu na mashaka, na ndio maana ameamua kuja hapa kwa daktari, kama anaweza kumsaidia basi aweze kumsaidia, aweze kusaidika na ile hapa tatizo ambalo linamkabili, na sio kwamba ili hapa tatizo letu limemwanza leo au jana. Hapana, ni kama miaka 26 hivi iliyopita. Ni mara tu baada ya mamake kupotea katika mazingira ya kutatanisha, basi naye ndipo akaanza kupatwa na hii hapa hali. Sasa nashindwa kujua kwamba chanzo ni nini na ni kwa nini anapitia katika changamoto hii. Akamwomba sana daktari aweze kumsaidia kwa hili hapa, maana anateseka sana. Daktari anamwambia afisa kwamba wala usiona shaka, so hili hapa linatibika, japo inaweza ikachukua muda, lakini utakaa sawa tu, wala wewe sio mtu wa kwanza kupitia changamoto kama hii hapa. Ni wengi tu amekuwa na baadaye wakaja kupona wakakaa sawa kabisa. Kwa hiyo hata utapona kama ambavyo watu wengine wamepona, sawa? Basi akawa anapewa maelekezo ya nini cha kufanya ili aweze kuondokana na hiyo hapo hali. Huku upande wa pili nakutana na bibi mmoja hivi ambaye anafahamika kwa jina la Juliet. Akiwa kwenye gari lake anaelekea kazini, mara simu yake ikaita. Aliyepiga alikuwa ni rafiki yake kipenzi ambaye anafahamika kwa jina la Pam. Huyo hapa Pam akawa anamuulizia kwamba vipi, uko wapi wewe saizi? Bibi anasema kwamba nipo barabarani naelekea kazini. Pam anauliza vipi sasa kuhusiana na weekend ya kesho, tutatoka ama tutoki? Bibi anasema kwamba sijajua, maana kuna kazi fulani hivi ambayo nitakiwa niifanye. Kama nitakuwa free basi tutatoka, lakini kama nitakuwa busy basi nitakuwa tufanye wakati mwingine. Basi wakachana kwa namna kama hii hapo. Japo ni miaka mingi imepita tangia afisa huyo hapa polisi apotelewe na mama yake, lakini kama hajawahi kukata tamaa. Na leo akiwa katika harakati zake za kumtafuta mama yake, simu kutoka kwa Dr. King ikaita. Dr. anasema kwamba kuna taarifa ambazo amezipata zinazomhusu bibi mmoja hivi mchawi ambaye anafahamika kwa jina la Lilian. Huyo bibi amekuwa akihusishwa na matukio ya upotevu wa watu kibao. Kwa hiyo kitu ambacho saizi afisa polisi hapo inatakiwa kifanye ni kwamba muibukie huyo hapo bibi ili aweze kufanya utafiti wake. Inawezekana pia huyo hapo bibi anahusika pia hata na upotevu wa mamake ambaye alipotea miaka 26 ambayo imepita. Akamwelekeza mpaka eneo ambalo anaishi huyo hapo bibi mchawi, ili akipata wasaa basi aende kufanya utafiti wake. Juliet mdau hapa katoka kazini, anakuja pande hizi hapa ambapo ametumwa na wakuu wake wa kazi aje kumwangalia mgonjwa fulani hivi ambaye anafahamika kwa jina la Lilian. Ni maeneo fulani hivi hapo pembezoni kabisa mwa mji. Eneo hili kuna nyumba moja tu ambayo anaishi huyo hapo Lilian. Hakuna jirani, hakuna duka, hakuna hospitali, hakuna kituo cha polisi wala huduma yoyote ile, kutokana na kwamba huduma za afya hazipo katika eneo hili hapa ambalo anaishi huyo hapo mgonjwa. Na ndio maana huyo hapo mgonjwa aliamua kupiga simu katika hospitali ambayo anafanyia kazi Juliet na kuomba waje kumfanyia check up, maana hajisikii vizuri. Juliet akawa anabisha hodi lakini kimya. Jumba lenyewe kiliangalia lipo kisharishari tu, linatisha ile mbaya. Baada ya kuona hakuna mtu ambaye anaitika wala kuja kufungua mlango, akaamua kusukuma mlango na kuzama mpaka ndani. Anakakuta kabibi kako bize kanapika. Sasa sijui kalikuwa bize ama ndo kiburi tu. Basi Juliet akawa anajitambulisha kwamba yeye ni nesi kutoka katika hiyo hospitali ambayo bibi kapiga simu na kuomba kwamba waje kumfanyia kikapu. Kwa hiyo ndio maana amekuja kwa ajili hiyo. Huyo hapo bibi akamchangamkia sana Juliet na kisha akampatia menu ili aweze kujisosomola. Na ni kweli Juliet ubao ulikuwa umemchonga ni balaa, maana kapitiliza moja kwa moja kutoka kazini na kuja hapa bila hata kula lunch. Wakati Juliet akiwa anapiga menu, basi wakawa endelea kupiga stories za hapa na pale. Bibi anasema kwamba amekuwa akisumbuliwa na kansa ya moyo kwa muda mrefu sasa, lakini kwa siku hii hapa ya leo hali ilibadilika tu, ghafla ikawa tofauti na siku zote. Na ndio maana akaamua kupiga simu katika hospitali ambao anafanyia kazi Juliet na kuomba kwamba waje kumfanyia check up, maana hakuwa anajisikia vizuri hata kidogo. Kwa hiyo anashukuru ujio wa Juliet kuja hapa. Alafu kuanzia sasa wewe wa Juliet upo matatani bila hata mwenyewe kujua. Ni kwa sababu tu amefahamia mtumbo vibwengo. Huyo hapa ndio yule bibi ambaye amekuwa akiwa watu. Utashangaa tu ndugu yako hapatikani, kapotea katika mazingira ya kutatanisha, kumbe bibi tayari ameshafanya ya kwake. Kumbe bibi tayari ameshawachukua na kuanywa damu.
na watu wengi ambao wamekuwa akiwaua sana ni manesi. Akijisikia tu kiu ya damu, basi anapiga simu katika hospitali na kuomba kwamba waje kumfanyia tiba. Basi anatumia nafasi hiyo hapo kuweza kuwadedisha. Wakaingia chumbani kwa bibi ili aanze kumfanyia vipimo. Chumba kinatisha, kina mavitu ya ajabu ajabu tu, mamikono, mavichwa, mamidoli. Huyo hapo bibi ukimuona hivi unaweza ukasema binadamu, lakini subiri sasa ifike usiku, hapo ndipo utajua rangi yake halisi. Ni kiumbe fulani vile ajabu na kutisha ambalo alitamaniki hata kulitazama. Baada ya kumaliza vipimo, akamwachia kengele na kumwambia kwamba kama itatokea shida yote, basi atatikisa tu kengele, yeye atasikia kwa sababu yeye anaenda kulala sebleni. Muda umeenda na giza limeishaingia. Huyo akawa anaondoka kuelekea sebleni. Ile ameegema tu anataka kulala, mauzauza yakaanza. Mara anasikia sauti za ajabu, mara kuna likitu linapitapita upande wa pili wa mlango, analiona kupitia kioo cha mlango. Akahisi labda atakuwa ni bibi ameamka, akawa anaita bibi, bibi, lakini kimya. Akainuka na kwenda chumbani kwa bibi kumwangalia kama yupo. Anatazama au ni mtu. Bibi kitandani hayupo. Bwana we. Akaisi labda inawezekana ametoka ameenda uani, ili anapiga hatua kadhaa kuondoka, na sikia kengele analia kule chumbani kwa bibi. Akarudi tena kuangalia. Anashangaa kumuona bibi eti. Anauliza, wewe bibi, kwani ulikuwa umeondoka? Bibi anasema hapana, mbona mimi nilikuwa sijaondoka, nilikuwa nimelala hapa hapa, mimi sijatoka hata mara moja humu ndani. Inawezekana tu ulijichanganya, lakini kiukweli mimi sijatoka kabisa humu ndani. Juliet amini hiki ambacho anakiona kwa macho yake, maana ya mambo waga yanatokea Sumbawanga tu. Juliet hakutaka kubishana sana na bibi. Akawa anaondoka kuelekea sebleni, lakini bado akawa anasikia sauti za ajabu ajabu. Mara milango kama vile inafunguliwa kama inafungwa, yani mambo ni tafulani humu ndani, ni fulu mauzauza, fulu manjongu njongu. Juliet akahisi kwamba labda inawezekana wameingiliwa na majambazi. Akatoka fasta na kwenda kumwambia bibi kwamba humu ndani kuna mtu lazima atakuwa ameingia. Kwa hiyo kitu ambacho ndio wakifanya saizi hapo, wapige simu kuita polisi, polisi waje kufanya msaka humu ndani. Lakini bibi anasema hapana bibi, wala usiwe na shaka, hakuna mtu yote humu ndani. Inawezekana kwamba hizo sauti za milango ambazo unazisikia labda ni upepo tu kwa mauzauza haya ambao anakutana nayo Juliet. Yaani kama ingekuwa ni mchana angekuwa ameshaondoka kitambo, lakini kwa sababu usiku ndio hivyo anashindwa kuondoka. Ila hapa anasubiria tu Pakuche asepe zake, lakini mpaka Pakuche sio leo hii atakuwa amekiona cha mtema kuni. Lakini pia sijui kama atakuwa hai mpaka ifike asubuhi, maana nia ya bibi sio kumwacha mtu salama, lengo lake ni kuweza kumuondoa kabisa, maana inawezekana kwamba ana kiu ya damu na ndio maana anafanya kitu kama hiki hapa. Da maskini ya Mungu Juliet wa watu natamani mpaka kulia. Akarudi kule sebleni, akaona mpigia simu rafiki yake Pam. Anataka kumwambia kuhusiana na masaibu ambayo anakutana nayo huko ndani. Ili anapiga simu, simu inagoma, inaanza kuleta manjongo njongo. Mara ghafla linatokea lijitu la ajabu katika skrini ya simu yake. Akaitupa huko simu. Anaokota tena, anaangalia simu yake imeshazima chaji wakati ilikuwa imejaa fulu. Jamani mwe, hapa yote ni kazi ya bibi. Yani bibi kabla ya kuua kwanza lazima akuchezeshe kindumbwe ndumbwe ndipo akudedishe. Kota tek. Akiwapa akasikia sauti ya kengele inatoka kule chumbani kwa bibi. Akatoka na kwenda kuangalia. Anashangaa anajikuta amelala na bibi eti. Kuona hivyo akachanganya mbaligi akasepa. Katika harakati za kukimbia kuweza kujificha, akaingia kwenye chumba cha siri. Kwenye chumba hiki akakuta mili ya watu wawili, mwili wa kike na mwili wa kiume, lakini pia mili hapo iko na vitambulisho. Hapa mwili wa mwanamke ni mwili wa mamake afisa upelelezi. Akatoka fasta, anatetemeka mpaka vipele vya oga vimemjaa. Anakimbia na kwenda kufungua mlango ili atoke nje, lakini mlango haufunguki. Akaingia kwenye chumba kingine kujificha. Yule pale afisa upelelezi ambaye anamtafuta mamake naye ametimba ndani ya nyumba tayari. Ni hapa ndipo Juliet anatokewa na kiumbe, yani face to face live kabisa bila chenga. Maana muda wote amekuwa tu akiona vimbwanga vyake, lakini hajawahi kumuona kama ambavyo anamuona saizi live kabisa. Likiumbe linatisha, sio mchezo, lina sura mbaya kama linajiandaa kupiga chafya vile. Muda wote huo mpaka saizi bado Juliet hajajua kwamba kiumbe huyo hapa ndio yule pale bibi. Basi kiumbe taratibu kikaanza kubadilika na kujirudi mpaka kuwa katika umbo la bibi. Juliet akawa anashangaa tu. Yaani kumbe muda wote ule ambao nilikuwa na window na bibi. Wewe bibi wewe, uliniambia kwamba umeokoka na kila Jumapili wako unaenda kanisani na fungu la 10 wako unatoa kabisa. Lakini kumbe ndo mchawi kiasi hiki. Basi bibi akaanza kufunguka. Anasema kwamba nisikilize mjukuu wangu. Lengo la kukuita hapa sio kwamba eti uje unitibie, hapana. Lengo langu mimi ni kwamba ukija hapa ni kunyonye damu. Maana baada tu ya kupata hii hapa kansa nikaingia mkataba na shetani. Huyo hapo shetani akanipatia masharti kwamba kila mwaka lazima niwe natoa sadaka ya damu ili niweze kuendelea kuishi. Na kama itatokea tu sijatoa hii hapo sadaka, basi maisha yangu ndio utakuwa kumwake umeshafika. Kwa hiyo naomba unisamehe sana kwa hiki hapa ambacho naenda kukifanya saizi kwako. Maana hapo ndo mwisho wako na wa kuishi duniani.
Lakini kabla bibi hajafanya chochote kile, afisa upelelezi akawa tayari ameshatimba ndani ya nyumba na kumwokoa bibi. Sasa hapa balaa likawa kwa afisa upelelezi pamoja na Juliet. Hawapo wawili wote, afisa pamoja na Juliet wanatafutwa na bibi. Yaani leo mndani kama watatoka salama, labda kama Mungu mjombao, lakini vivi atoke mtu salama hapa. Bibi akamtokea tena afisa polisi, akamng'ata kwenye mkono na kisha akamkwangua kwenye kifua. Sasa Juliet ile anataka akafungue mlango ili atoke nje, anashangaa milango yote haifunguki, imefungwa. Asalale. Juliet akaenda kufungua ile pale madirisha na mwanga ukaanza kupiga ndani. Basi yule kiumbe ghafla tu akaanza kunyong'onyea na kuanguka chini huko anaungua. Basi akaanza kubadilika kutoka katika lile pale umbile lake la kutisha na kurudi katika umbile la bibi. Na huo hapa ndio kwa mwisho kabisa wa maisha ya bibi, lakini pia ndio mwisho wa movie yetu hii hapa. Ciao.